Ya Mungu akubariki kuwepo mahali pazuri hapa. Hapa mahali ni pazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyumbani mwa Bwana ni mahali pazuri. Na ndio maana Daudi alisema, nalifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Maana nyumbani mwa Bwana ni mahali pasahihi. Nyumbani mwa Bwana haupotei. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Namshukuru Mungu ambaye amenipa kibali kuwepo mahali hapa. Amina, amina. Na pia ninamshukuru mtumishi wa Mungu ambaye amenipa nafasi kwa ajili ya watumishi wa Mungu ili tuweze kushirikiana neno la Bwana. Maana sisi ni watendakazi kwenye nyumba ya Bwana. Sisi ni mashujaa wa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesu yuko mahali hapa. Yesu yuko mahali hapa. Yesu yuko mahali hapa. Yesu yuko mahali hapa. Haleluya. Mungu ana makusudi kutukusanya. Bwana asifiwe sana. Makusudi ya kutukusanya, Mungu ana makusudi sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haujaja bure, bali ni makusudi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Hata kama umewahi kuja kanisani, hata kama umechelewa kufika, lakini Mungu ana makusudi na wewe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu awabariki. Ninafuraha kuwepo nyumbani mwa Bwana. Ninafurahia kwa sababu ni nyumbani kwetu. Bwana asifiwe sana. Mungu awabariki wote kwa ajili ya kazi nzuri mnayofanya mahali hapa. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Unapoweka neno la Mungu ndani yako kwa wingi, ni faida ya watu wengine ili uweze kuwasaidia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo ujumbe unasema kutoka utumwani. Unaandika hivyo, ni neno rahisi, kutoka utumwani. Tunaangalia katika kitabu cha Kutoka sura ya kwanza. Kutoka sura ya kwanza. Nitasoma kuanzia mstari ule wa 8 nisome mpaka mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, ninasoma katika jina la Yesu. Tuseme amina. Kisikia soma katika jina la Yesu unaitikia amina. Nimezoea hivyo mimi. Kama hujazoea basi ujifunze hivyo. Amina. Neno la Mungu linasema, basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri, asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka. Tena ikitokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kutupiga nasi na kutoka katika nchi hii. Basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao, nao wakamjengea Farao mji juu ya watesi. Samani, nitarudia mstari wa 11. Basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao, nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pithom na Rameses. Lakini kwa kadri ya walivyowatesa, ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali, wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu, kazi ya chokaa na ya matofari
na kila namna ya kazi ya mashamba kwa kazi zao zote walizowatumikisha kwa ukali. Jina la Bwana libarikiwe. Ili upate kuwatoa watu wangu, basi utaendelea ni hapo tu. Bwana Yesu asifiwe. Habari ya utumwa, kutoka kwenye utumwa. Utumwa ni kumilikiwa na mtu au watu. Utumwa ni kumilikiwa. Utumwa ni kuongozwa. Utumwa huwezi ukafanya chochote kwa sababu wewe ni mtumwa. Mtumwa ni mtu ambaye anaelekezwa cha kufanya. Mtumwa ni mtu ambaye anapewa kitu ambacho hata kimemzidi uwezo wake. Kwa sababu ni mtumwa, atafanya tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utumwa ni mateso. Utumwa ni shida. Utumwa ni maisha ya shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Utumwa ni mateso, wana wa Mungu. Ukisikia utumwa, sikia tu kwa neno utumwa. Lakini ukiona mtu ambaye anaishi kwenye maisha ya utumwa, unaweza ukabadilika hapo hapo, kwa sababu lile neno utumwa, na mtu namuona vile vitendo vya utumwa anavyovifanya. Jina la Bwana libarikiwe. Utumwa ni kufanya kitu ambacho huwezi kujitoa. Lazima pawe na mtu wa kukutoa au nguvu ya Mungu ya kukutoa. Yaani katika maisha ya utumwa huwezi ukatoka wewe kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi ukatoka wewe mwenyewe pasipo mtu kukutoa kwenye utumwa. Amen. Au neno la Mungu likutoe kwenye utumwa. Amen. Bwana asifiwe. Neno linatoka kwenye madhabahu kwa watumishi wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo hilo litakutoa katika utumwa. Utumwa ni mateso. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Na kwenye utumwa, unapotoka utumwani, unatoka, yani katika maisha ya utumwa, unapotoka utumwani, unapotoka kwenye utumwa, unatoka wewe pamoja na vitu vyako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unatoka wewe pamoja na vitu vyako, pamoja na nyumba yako, pamoja na wazazi wako, pamoja na fedha yako, pamoja na kazi yako, unatoka navyo utumwani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Jamani tuende pamoja. Bwana asifiwe. Amen. Unapokuwa utumwani, kila kitu kinakuwa utumwani. Na kama ni watoto wako wanakuwa utumwani, na kama ni fedha yako inakuwa utumwani, na kama ni maisha yako yanakuwa utumwani, hata kula kwako kunakuwa utumwani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kila kitu kinafungwa. Na unapotoka utumwani, maisha yako yanapong'olewa utumwani, kila kitu kinaondoka. Kila kitu kinakombolewa kwenye utumwa. Amen. Kila kitu kinatoka kwa sababu wewe umetoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Wana wa Israeli walipokuwa utumwani, walikuwa wamefungwa. Mahali pale wamefungwa, wanafanya kazi ya utumwa, yani wanafanya kazi ngumu, wanapewa kazi ngumu wafanye, wako utumwani. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo pia kanisa linaweza likakaa kwenye kifungo kanisani na ukatoka hivi hivi kwa sababu uko kwenye utumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko kwenye utumwa. Neno la Mungu unasikia lakini halitendi kazi kwa sababu uko kwenye utumwa, haujafunguka kupokea neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema tuwe watendaji, tusiwe wapokeaji tu. Unapopokea neno la Mungu umelisikia, lazima ulitendee kazi. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Amina. Unapokuwa kwenye vyama unakuwa unatoa sauti. Mtumishi wa Mungu amesema
au watu wa nje, yani hii ni ya kwetu ya kusema Yesu juu. Amen. Hii ni ya kwetu kwa sababu Yesu yuko juu. Amen. Mambo ya dunia yako hapa, hayako juu. Amen. Si ndio wapendwa? Amen. Kwa hiyo tunapokuwa nyumbani, hapa ni nyumbani. Tunapokuwa nyumbani tunakuwa na uhuru. Hatukamatwi na mtu. Kwa hiyo unaposikia neno la Mungu, furahia, unalipokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu linakufungua, linakutoa katika maangamizi, linakutoa katika uharibifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna utumwa wa kiroho. Utumwa wa kiroho huko hivi. Utumwa wa kiroho ni kwamba watu wanakuwa hawatanuki. Watu wanakuwa hawana cha kujiongeza. Watu wanakuwa yani hawana cha maendeleo. Yani utumwa ni watu ambao kwa mfano, nitoe mfano. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema tunapokuwa tunatoka na pesa. Tunapokuwa tunatoka na mali zetu. Tunatoka na watoto wetu. Tunatoka na wazazi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwa mfano, unapokuwa unatoa nyumbani mwa Bwana, unatoa sadaka, unatoa kitu chochote. Yani sadaka yako lazima iwe inabadilika. Sadaka isiwe ni sadaka ile kila siku, ule ni utumwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwamba haujatanuka, yani huko pale pale. Kila siku unatoa 500, kila siku unatoa 500, au kila siku unatoa 1000, kila siku unatoa 1000. Ule ni utumwa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe wapendwa. Kwa hiyo lazima mahali hapo mtu wa Mungu ufunguke kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu. Ninasikia neno la Mungu kutoka kwenye madhabahu. Neno la Mungu linasema hivi, tumtumikie Mungu. Kuna mtu mmoja alisema, nitakwenda na mali zangu, nitakwenda na watoto wangu, nitakwenda na kazi yangu, nitakwenda na familia yangu nyumbani mwa Bwana. Si ndio wapendwa? Hayo maandiko unayafahamu. Kwa hiyo tunapokuja nyumbani mwa Bwana tunakwenda na kila kitu. Kama nyumba yangu naweza kujenga mimi mwenyewe, kwa nini nisijenge nyumbani mwa Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kama nina uwezo wa kutoa milioni, lazima hata nyumbani mwa Bwana nitatoa milioni. Bwana asifiwe sana. Ngoja nikupe siri moja hivi. Mchungaji alitangaza pale kanisani. Akasema mwaka huu wakati unaanza mwezi wa kwanza, akasema hivi, mwaka huu kila mtu aahidi. Tuna ujenzi pale kanisani. Amen. Na tunajenga, mchungaji alisema kwamba tutajenga ghorofa. Bwana asifiwe sana. Amen. Unajua kuna kitu ambacho watu walikuwa hawaamini kwamba tunajenga ghorofa. Mchungaji akasema tutajenga ghorofa. Watu wengine wakawa wanasema itawezekana kweli? Kwanza idadi tulio nayo. Kwanza tutaweza kweli pesa kwamba sisi tujenge ghorofa? Lakini mtumishi wa Mungu akasema tunajenga kwa sababu tuna maono. Amen. Lile neno ni neno kubwa sana, kwa sababu maono yanaleta pesa. Maono yanavuta pesa. Unaweza ukawa na pesa lakini usiwe na maono. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kwa sababu tuna maono, kwa sababu tumeokoka, kwa sababu tuna Roho Mtakatifu, tunajenga. Kwa hiyo yale maono, Roho Mtakatifu anavuta pesa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tutajenga hata kama tuko wawili, tunajenga. Bwana asifiwe sana. Tunajenga kwa sababu tuna maono. Mungu ameweka maono kwa mtumishi wa Mungu, na Mungu anapoachilia maono hapa, usiseme kwamba haya maono ni mazito, hivi tutaweza kweli? Bwana asifiwe. Maono ni maono. Haleluya. Maono ni maono. Maono hatuyapimi. Mungu hawezi akaachilia kitu ambacho hatuwezi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu hawezi
analeta kitu ambacho anajua hao watafanya. Kwa hiyo Mungu anaachilia maono ili sisi tuweze kutenda. Anamwambia mtumishi wa Mungu ambaye yuko mahali hapa, anasema kwamba haya sasa tuende huku, tunapaswa kwenda. Akisema tuende huku, tunapaswa kwenda. Akisema tuende huku, haupaswi kusema kwamba hivi kweli tunafika, kwa sababu maono yapo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo lazima tutoke. Wakati anasema kila mtu aseme, kila mtu alianza kusema. Akawa wa kwanza yeye kusema. Akasema mimi nitamtumikia Mungu kwa kiasi hiki. Na mimi nikasema nitamtumikia Mungu kwa kiasi hiki. Kila mtu anabeba mzigo wake mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Hakuna mtu atakayembebea mtu mzigo. Ukikaa nyumbani mwa Bwana, hakuna kusema kwamba fulani ndo ana pesa atatoa. Hakuna. Wewe pia una pesa. Kila mtu ana pesa, kwa sababu ni mtu hai. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kila mtu aliahidi. Hata wanafunzi wana hela na wao, kwa sababu wanapewa hela ya kula shuleni. Wana hela. Ile hela wanaweka. Kila siku tunawapa watoto 500, wengine 1000, wengine 2000. Kila mtu na maisha yake aliyo nayo. Kwa hiyo ile pesa na yeye anaweka, na yeye anaahidi nitamtumikia Mungu kwa mwaka mzima kiasi kadhaa. Alafu kitu kingine akasema, unajua kwa sababu umeahidi kwamba nitamtumikia Mungu, hauwezi kuumwa, hauwezi. Na ukiumwa utasema Mungu, kwa nini naumwa wakati mimi nimeahidi kutoa hela kwa ajili ya nyumba yako? Kwa nini niumwe, pesa iende hospitali? Kwa hiyo unajikuta kwamba hautaumwa mpaka ufikie huo wakati utoe hela kwenye madhabahu ya Bwana. Kila mmoja anapaswa kuja kuabudu. Kwa hiyo unapaswa kutoa fedha. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani unapotoa si kwamba unapoteza. Unapotoa, unatoa inajenga ufalme wa Mungu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kisema kwamba kutoa kwa ajili ya ujenzi, usitoe kwamba tuko wengi basi tugawane. Toa kwamba wewe unajenga kulingana na maono yako ulio nayo. Watu waliookoka haoi na maono machache, unakuwa na maono makubwa. Tuna ujenzi, nitatoa 2,000,000. Kwani 2,000,000 ni nini? Eti wapendo. Ina maana mimi huwa nashangaga. Mimi ni mtafiti, huwa nashangaa sana kwamba hivi mimi na mchungaji wangu tukikaa nyumbani, nasema haiwezekani kutoa hela ndogo, kutoa sadaka iliyo ndogo nyumbani mwa Bwana. Kwa sababu unapotoa sadaka ndogo kanisani, ni kitu ambacho si vema. Si ndio wapendwa? Si vema kutoa kitu ambacho ni kidogo, wakati mimi nyumbani nimenunua kilo ya nyama, alafu nyumbani mwa Bwana naenda kutoa shilingi 1000. Hivi kweli ni kitu ambacho ni kizuri kweli? Kwa wiki nzima Mungu amekulinda na unatoka unasema Mungu, na yakabidhi maisha yangu kwako. Mungu anasema tena kwa maandiko, wapendwa, tuna maandiko. Anasema neno la Mungu linasema mkabidhi Bwana njia zako na mawazo yako yatathibitika. Haya, unamkabidhi Bwana njia, na kula unakoelekea unaenda kwenye mafanikio. Umesha mkabidhi Bwana njia zako, na Mungu hanyamazi. Mungu Mungu anamsikia mtu anayemuomba. Anakwenda anapata pesa. Utakuta anakuja na jogoo amenunua. Mungu ameniwezesha, anakuja na jogoo ameleta. Leo familia yangu ile ifurahi kwa sababu nimepata pesa. Lakini siku ya Jumapili anakuja na buku. Hivi inawezekana kweli? Hapo unatoa shukrani. Asante Mungu kwa wiki nzima. Asante Mungu. Tena tunakuwa wanyenyekevu sana wapendwa. Asante Jehova kwa sababu umenipa hela, umenipa pesa. Bwana, hakika nimekuona. Hakika Mungu umefungua milango. Umesema hutamwacha mwana wake aibike. Hakika Bwana, aibu haijakuweko kwenye wiki hili. Mungu, ninasema asante kwa sababu umeondoa aibu. Sasa ile asante unayotoa ya kuondoa aibu iko wapi wapendwa? Bwana asifiwe sana. Amen, amen. Kwa
Kwa hiyo nyumbani mwa Bwana Mungu anataka kitu ambacho ni kizuri. Kwa hiyo sisi tulikataa kutoa sadaka ambayo hatutoagi shilingi 1000 kwenye madhabahu, hatutoi. 1000 sio pesa. Siwezi kununua kilo ya nyama 1000. Siwezi. Kwa sababu ni ndogo. Kwa hiyo wapendwa, hapo tunapaswa kutoka. Hiyo ni hali ya utumwa. Yaani kila siku unatoa hela ile ile. Kila siku. Mungu hawezi kutanua mipaka kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hawezi kutanua mipaka kwa sababu umeweka kwamba haujaamua kutoka. Hujaamua kutoka kwenye ile hali ya kutoa kile kiwango kidogo. Hujaamua. Na neno la Mungu unalisikia. Tunasikiaga maneno ya Mungu. Hata mimi nilisikia neno la Mungu. Ndio maana nikaamua kutoka kwenye kiwango cha udhaifu. Kwa sababu Mungu wetu sio dhaifu. Dhaifu sio cha Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe wapendwa. Lazima kanisa litoke kwenye kiwango kidogo. Tukitoka kwenye utumwa, hata kanisa litaongezeka. Bwana asifiwe sana. Tukitoka kwenye utumwa, lazima mambo yatabadilika. Tukitoka kwenye utumwa, kuna utumwa pia utumwa jamani kiroho. Mtumishi wa Mungu amesema hapa. Unajua kanisani sio wote tunakuja kwa pamoja. Kila mtu anakuja kwa wakati wake. Lakini kuna muda ambao tumepatana. Si ndio wapendwa? Kuna muda ambao tumepatana kwa ajili ya ibada. Ibada ni mapatano. Tumepatana kwamba tutakuwa na ibada wakati fulani. Na wote tunapaswa. Kuna wengine wao kila siku wanawahi. Na kuna wengine wao kila siku wanachelewa. Ni nini? Ni utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni utumwa mpendwa. Usione kwamba ni kitu rahisi. Usikichukulia tu cha masiara, lakini ni utumwa. Amen. Na inapasa utoke kwenye huo utumwa. Na mtumishi wa Mungu anasimama kutuelekeza kwamba inatupasa tuwahi nyumbani mwa Bwana. Inapasa tuende kwenye kazi ya Bwana. Inapasa tuwepo nyumbani mwa Bwana kwa wakati huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapokuwa unatii, unasimama na sawasawa na neno la mtumishi wa Mungu, unakuwa umemtii Mungu. Na neno la Mungu linapokuja, linakuja kwa maonyo, linakuja kwa ukali, linakuja, mtumishi wa Mungu amesema hapa, linakuja kwa kuinua, linakuja kwa kukutia moyo. Hapa tupo kila mtu jinsi alivyo. Mwingine hapa anafunguliwa macho. Mwingine hapa anatiwa moyo. Mwingine hapa alivunjika moyo, anainuliwa. Mwingine hapa alikuwa hawezi, anaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Wiki iliyopita tulikuwa na maombi kanisani. Mtumishi wa Mungu alitangaza maombi, tena maombi ya mnyororo. Sijui mnayajua maombi ya mnyororo. Bwana asifiwe. Maombi ya mnyororo alitupangia, akaandika kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi. Ni mchana na usiku. Yale maombi mnaomba kwa kupokezana. Akiingia mtu saizi, kabla ya kutimia ule muda ameshaingia mwingine. Kwa hiyo yule anaomba kwa kumalizia, na akasema unapokuwa unakaribia kumaliza, unamkabidhi yule anayeingia ili aendelee katika wingu hilo nalo. Usichelewe, kwa sababu unapochelewa tayari panakuwa na gepu. Kwa hiyo unapokuwa unaomba mwenzio akafika, ndo kama hajafika usitoke. Lazima afike ndipo unaondoka. Ukiondoka mnyororo umekatika. Unamwambia ukishamaliza muamshe ambaye yuko anakufuatia. Kwa hiyo yale maombi tukaomba na akatangaza kwamba ni mkesha. Siku ya Ijumaa wiki iliyopita tukawa tumefanya mkesha. Tumeenda pale, mchungaji yeye hakuwepo, yeye alikuwa na yeye na maombi ya kwake. Kwa hiyo tumeendelea na maombi pale.
kiongozi, na akasema haya maombi kiongozi ataongoza mzee wa kanisa. Kwa hiyo tukawa pale hata siku ya mkesha ile, muda ule wa usiku, wale wengine wanaendelea kuomba. Nyie ambao ni zamu yenu mnatoka, kama mko wawili, kama uko peke yako, basi hilo risali zima unaenda kujifungia. Kuna chumba kule, unakuwa unaomba, na muda ukifika mwenye zamu yake naye anakuja kule kwenye chumba. Wale wengine kanisani wanaendelea kuomba. Kwa hiyo kiongozi akatoa nafasi, akasema hivi, kulingana na maombi haya tumeomba, nani anala kumshuhudia Mungu? Watu wakasimama, na mimi nikashuhudia ya kwangu na mimi. Watu wakasema, hakika mtumishi wa Mungu, hakika baba, yani tumefurahi sana. Yani mchungaji, sisi haya maombi, mimi nilikuwa siwezi kuomba kwa saa moja. Yani nilikuwa nikiomba tu dakika 5 tayari maombi yamekoma. Kwa hiyo yale maombi yaliwatoa katika kiwango cha kuomba muda mchache, ikawaweka katika kiwango cha kuomba masaa mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine akasema, na alituwekea maombi. Mwenye maono akaorozesha yale maombi, akayabandika kule. Kwa hiyo unapoingia unasoma yale maombi yako pale. Mengine unayakopi ukiwa nyumbani unaomba. Kwa hiyo mwingine akasema, wakati ninaomba, niko ombi la 5, yalikuwa 13. Niko ombi la 5, na shangaa saa 1 imeshaisha, bado sijamaliza yale mengine. Kwa hiyo ni kiwango ambacho mtu ametolewa kwenye kiwango kidogo na kwenda kwenye kiwango kikubwa. Yani na maana ule ulikuwa ni utumwa. Mtu unaomba dakika 2, eti maombi dakika 2 umesha nyamaza. Yani huna la kuomba. Yani wewe hata Mungu aliyokutendea wiki nzima pia huna cha kumshukuru. Bwana sifiwe. Lazima uwe na kitu cha kusema mbele za Bwana. Hata kama yale maombi ulioambiwa omba yameisha, lakini wewe una sababu ya kumwambia Mungu, Mungu tazama, Mungu ona ulichofanya, Mungu tazama ninakokwenda, Mungu naamini utafanya. Kwa hiyo unajikuta muda unaenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nao ni utumwa. Kutoka kwenye kiwango kidogo ni utumwa. Kuwa kwenye level hii ni utumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ukubali, mtu wa Mungu, ukubali kutoka kwenye hali ya chini. Kubali kutoka kwa kusikia neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa wanakwenda na wingu, yani wanafanya kulingana na wingu. Likishaondoka hakuna kitu tena hapo. Bwana asifiwe. Sasa hivi watumishi wa Mungu wanasema sasa wakati huu wakati ni wakati wa kujenga. Jamani, mwenye maono ni mmoja, wapendwa. Si ndio wapendwa? Mwenye maono ni mtu huyu mmoja ambaye Mungu amemweka kwenye madhabahu. Anaposema ni yale ambayo Mungu amempa. Ameomba, Mungu nifanye nini kwa ajili ya hili kundi? Mungu nifanye nini kwa ajili ya hawa watu? Mungu anampa kitu cha kufanya. Anamwambia, waambie hawa watu wafanye hivi. Usiseme kwamba mchungaji naye, yani kuna watu kanisani, yani si kwamba hapa wapendwa, yani makanisa ya watu wengi waliokoka nakuta mchungaji naye anapandanisha mambo. Yani hili halijaisha ameleta tena lingine, hili halijaisha analeta. Jamani, ni maono. Bwana sifiwe. Maono, kubali maono, ni maono tu. Maono hayapangiliwi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakati huo anaposema tujenge, ni wakati ambao tunatakiwa, wewe mwenyewe unasema sasa ni wakati wa kujenga nyumbani mwa Bwana. Mtumishi wa Mungu amesema huu ni wakati wa kujenga. Alafu kuna kitu ambacho wapendwa, yani ili uweze kuenda sawa na vile Mungu anavyoachilia maono, sikia mtumishi wa Mungu, alafu nenda naye. Yani mbebe mtumishi wa Mungu, yani kuwa kama yeye. Unajua, ukitaka ujue watu ambao umeona mapacha wanafanana. Sasa kuna watumishi wa Mungu unakuta yani mtu anakuwa akisimama kuhubiri, anahubiri kama mchungaji.
Si mmeona wapendwa? Anahubiri kama mchungaji vile vile. Asema Bwana asifiwe. Naye hata kama na sauti ndogo anaiga kama mchungaji. Kwa sababu nini? Amemkubali mchungaji wake. Na anafuata kile ambacho anataka mchungaji wake. Na hawezi kumwaibisha mchungaji wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine unakuta anamwaibisha mchungaji. Si vema. Si vizuri. Na usimkosoe mchungaji. Yeye ni mbeba maono. Mchungaji akosolewe hata kama umeona amekosea kitu fulani, wewe nyamaza kimya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hapo kama kanisa la Bwana lazima tutoke kwenye viwango vidogo. Tutoke kwenye utumwa wa kutumika kidogo. Wewe amua tu kwamba mimi nitatoa. Kama Mungu amekubariki jamani kwa fedha, toa. Usitake yani utoe kama yule anayeuza mboga sokoni. Wewe ni mtu ambaye unafanya biashara, labda unauza mchele kwenye magunia, unauza karanga, yani wewe unauza jumla tu. Ina maana wewe kiwango chako ni cha juu. Huwezi ukalingana na mtu ambaye anauza mboga. Huwezi ukalingana na mtu ambaye anatembeza mitumba. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo unafanya vile kwamba wewe unaamua kutoka kwenye utumwa. Kutoa sawa kwa sawa ni utumwa. Unajua wachungaji wana hekima. Yaani mchungaji hapendi kumuumiza mtoto. Kwa hiyo unakuta anasema, yaani asija kajisikia kwamba kwa sababu mimi nina hela mchungaji ndo anasema mimi nitoe nyingi. Kwa hiyo mchungaji yani anaenda kwa hekima. Jamani, kila mmoja hii hela iko hapa tugawane. Lakini mimi swala la kugawana mimi huwa silipendagi. Mimi siko sawa na mtu mwingine, mimi niko peke yangu. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yangu mimi yako tofauti. Kama ni kutoka, nitoke peke yangu, sitoki na mtu. Kama mtu ananunua kiatu cha 2,000, siwezi na mimi nikasema ninunua kiatu cha 2,000. Mimi Mungu amenibariki, siwezi kununua cha 2,000. Nanunua cha 50, nanunua cha 60, kiatu kizuri ambacho nikitembea naenda mwendo mrefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sawa. Lijue hilo, hatuko sawa. Leta pesa nzuri nyumbani mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ukitoa shilingi 10,000 kuna kosa gani sadaka? Eti kuna kosa? Hakuna kosa. Yaani kwa mfano kama hivi, kutoa shilingi 10,000 lazima nitoe kwa sababu kiatu nilichovaa cha shilingi 50,000. Hiki kiatu nilichovaa 50 kushuka chini 40 na. Sasa kwa nini mimi nitoe buku kanisani? Kwa nini nitoe buku? Eti dad. Hiki kitenge unakiona? Ni shilingi ngapi hiki kitenge? Kwa watu wazoefu wa vitenge, wewe nakujua ni mzoefu wa vitenge. Sema. Au nywele, haya, hiyo nywele yako shilingi ngapi? Ni hela kubwa. Wanawake tunasuka nywele za 50, 30. Tunasuka. Yaani za kiwango cha chini ya 10,000 na. Yaani 20. Kiwango cha chini ni 20 kwa sababu nanunua zile nywele alafu naenda kwa fundi. Fundi ataniambia 15, kiwango cha chini 10,000. Kwa hiyo najikuta nimetumia 25. Sasa angalau hata siku moja na wewe unaenda angalau na shilingi, hata kama unaenda unajidai umeitoa hiyo shilingi 10,000, mchungaji akiona sawa, si amekuombea umefanikiwa jamani. Unatoa tu. Sio kila siku unatoa 1,000, 500. Alafu wapendwa unakuta amefanya hivyo. Sasa yani hapa unasema hapa ametoa kwa unyenyekevu kabisa unatoa, lakini kumbe ni kama 500. Mimi nakataa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutoke wapendwa, tutoke na kanisa linaendelea yani watu ambao wanajitambua, kila mtu anajitambua, kanisa linaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakwenda pale kwa sababu tunajifananisha viwango. Kujifananisha viwango ni utumwa wapendwa. Tutoke kwenye kiwango cha kujifananisha. Usifanane na mtu mwingine. Wewe, mimi ni Tumaini, mimi ni mama mchungaji. Siwezi nikafanana na mama mchungaji John. Siwezi nikafanana. Kila mtu anaomba Mungu kwa tofauti na Mungu anampa maono kwa tofauti. Tukifanana, hiyo sio roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anampa kila mtu utofauti.
Kwa hiyo wapendwa, tutoke katika utumwa, katika huduma utumwa. Watumishi wa Mungu, kuna wakati ambapo mchungaji akawa amehubiri, mchungaji anahubiri kwa nguvu, anahubiri kwa nguvu. Mungu amempa siku hiyo, anashuka, Mungu kaachilia upako, anashuka kwa neno la Mungu, lakini watu wamekaa wako. Yaani watu wamekaa tu kama vile jana walikuwa kwenye uwanja wa ngumi. Sasa kuna nini? Kwa hiyo kuna kitu ambacho yani shetani huwa anaingia sana ndani ya kanisa ili kumzorotesha mchungaji, ili kuharibu maono mahali pale, ili kuharibu, kwa sababu mchungaji akija kwa nguvu kabisa na upako, alafu watu hawako tayari kupokea, inamshusha mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana mimi kanisani, mchungaji akiwa anahubiri, ni mchungaji, ni mume wangu, lakini nashangilia kwa sababu inanihusu mimi. Yaani pale sipokei kama mume, napokea kama mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapokuja nyumbani mwa Bwana mtumishi, pokea. Unapokea alafu unaenda nacho. Kile ambacho yani mchungaji anapohubiri, hata kama una hela unampa. Amehubiri mtumishi wa Mungu, patie. Tujifunze kupanda mbegu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tujifunze kupanda mbegu. Usibane sana. Na wewe utabanwa. Barikiwe mtumishi wa Mungu. Yaani unapokuwa unabana tu pesa twako unatubana, kuna siku ambayo mimi kuna kipindi nikasema takuja kuomba siku moja maombi ambayo ni magumu sana. Amina. Ili watu waelewe, kwa sababu kuna watu nyumbani mwa Bwana hawaelewi. Yaani wanakaa kiugumu, wanakaa kiutafiti. Amekaa ni tafiti tu. Yaani yeye anaangalia tu kwamba yule binti yule, ona nguo aliyovaa. Yule binti yule hajacheza vizuri. Muangalie yule, muone anavyoimba. Kama vile sijui ana mawazo. Yaani ni mtafiti. Anarudi, anaingia na anatoka kama alivyoingia. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Kwa hiyo huo nao ni utumwa. Ni utumwa. Lazima tutoke kwenye hayo mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Toka kwenye hayo mazingira. Toka kwenye masengenyo. Kuna watu ndani ya kanisa lazima wewe waongeaji. Yaani yeye haishi, yaani hawezi akakaa bila kuongea. Yaani hakuwezi kukazama bila kufarakanisha, yaani kwamba hivi umemwona yule? Sana sisi wanawake. Unamwona? Kama sisi mama wachungaji ndio tunasemwaga. Unamwona mama mchungaji? Ona leo hajachana nywele vizuri. Yaani tunatafiti, yaani tunapima. Unaona? Yaani unafikiri mchungaji leo mchungaji naona alilala sana, hakujiandaa vizuri. Yaani tunatafiti. Amen. Bwana asifiwe wapendwa. Yaani Mungu atusaidie sana. Kutoka kwenye huo utumwa. Ni utumwa huo. Ni utumwa. Nyumbani mwa Bwana hatuji kwenye masengenyo. Huo ni utumwa. Nyumbani mwa Bwana tunakuja kusikiliza. Toka kwenye huo utumwa wa masengenyo. Toka kwenye kutafiti. Toka. Haya mpendezi Mungu hayo. Toka. Huo ni mlango wa shetani. Hiyo ni njia ya adui kuingia. Ni mlango wa shetani. Unakuta kanisa haliendelei. Maana watu wanasema, tuende pale. Niende pale. Pale. Yaani wababa wa pale. Yaani wanawake wa pale, wadada wa pale. Wana midomo. Anashindwa kuingia. Tunajikuta tuko wale. Ni nini? Mdomo. Mdomo. Utumwa wa mdomo. Bwana Yesu asifiwe. Utumwa wa masengenyo. Nimesema utumwa wa kutoa ni utumwa. Amen. Pia unakuja nyumbani mwa Bwana hauji na sadaka, ni utumwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni utumwa, lazima utoke. Kwani wewe ujala wiki nzima, si umekula? Amen. Afadhali ujinyime kula, lakini uje utoe nyumbani mwa Bwana. Kama siku 7 siku 6 ambazo umefanya kazi, umeambiwa siku 6 ufanye kazi, lakini siku ya 7 ni Sabato.
Bwana Yesu asifiwe. Hata wapagani wanaiheshimu siku ya Jumapili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo siku hiyo unakuja nyumbani mwa Bwana mikono mitupu. Neno la Mungu limesema usije nyumbani mwa Bwana mikono mitupu. Unajua kama wachungaji wakiwa wanasema, yani kwa mfano kama hivi naongea, na kuwa kama nampigia debe mchungaji, napiga debe kwa mama mchungaji. Sio debe. Hiyo ni Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nasoma neno la Mungu. Kwa hiyo hilo neno la Mungu ambalo Mungu amenipa. Unajua siku ya Jumatano Mungu alivyonipa hili neno, nilikuwa nimekaa, ninavyosema tulikuwa na maombi. Nikaenda kanisani, ilikuwa siku ya Jumatano. Nikaenda ilikuwa saa 8, nikasema ngoja niende niwahi kabla ibada. Nimekaa pale nikawa naomba yale maombi ambayo mchungaji ametuambia. Naomba, alafu Mungu akanipa hili neno kutoka. Nikasema kutoka, naenda kutoka, nasema tu kutoka. Nikaanza kuendelea kulifuatilia kutoka. Kumbe kweli kutoka. Watu tunapaswa kutoka kwenye maisha tulio nayo. Bwana Yesu asifiwe. Tutoke kwenye maisha tulio nayo. Utoke kwenye maisha unayoishi, maisha ya kawaida, toka. Kuna watu wengine kula kuku kwao ni muujiza. Ni muujiza. Hata hii nyama ya ng'ombe karobo ni muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani ni muujiza. Hela yote hiyo nyama 12,000, niache kwenda kujumulia. Wewe unawatesa watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani mtoto kula mboga za majani kila siku na maharage ni utumwa. Ni utumwa huo, ni utumwa. Kuna siku moja mtoto wangu alimwambia mdogo wangu, mdogo, ninunulie pizza. Kuna watu wanaifahamu pizza. Kuna watu wajanja hapa wanafahamu pizza. Nunulie pizza. Hata kama wengine wanajua kwenye mtandao. Sasa na mimi nikajua hiyo pizza ameijulia wapi? Mama ninunulie pizza. Mama alianza na mimi akaona kama vile simuelewi. Mama ninunulie pizza. Nikamwambia nikipata hela nitakununulia. Mimi nijua labda iko kwa, na mimi nilikuwa mshamba. Nijua labda iko kwenye 5,000 au 5,500 au 10,000. Nunulie pizza mama. Akaja mama mdogo wake. Mama mdogo ninunulie pizza. Akasema haya ngoja nikipata hela nitakununulia. Sasa siku amepata hela akampa shilingi 15,000. Akasema basi mimi nina haraka utamnunulia pizza. Haya. Na mimi nikaanza pizza, maeneo ya hivi vitu vya pizza hivi, haya mambo hayo yako kwenye mahoteli. Kuna mdogo wangu mmoja naye anapenda vitu vizuri. Nikamuuliza hivi pizza nzuri nitapata wapi? Akasema nenda Mbeya hoteli au sehemu gani pale, akanielekeza. Nikaenda lakini nikakosa. Nikaenda hapo Mbeya hoteli. Nikasema nataka pizza. Sema maana vile mpaka uode unasubiri. Akasema pizza ni 20,000 na 20, alisema 24. Akasema 24. Nikasema sawa. Sasa hapo na 15,000. Kumbe imenikata, pizza haipo hapo. Sasa nitafanyaje? Nikarudi nyumbani nikaona hii ni aibu. Umeona, yani kama unaenda kitu kwenye hoteli, unajua watu wenye hela hawaulizi kwamba pizza shilingi ngapi. Anasema tu tengenezee pizza. Alafu anadai risiti wakati tayari. Yani shilingi ngapi? Anaambia kadhaa, unatoa. Sasa kwa sababu sisi tuna hela za kuhesabu za mafungu, kwa hiyo nikarudi nyumbani kujianza tena, hela haitoshi. Nikasema lazima. Hiyo hela wiki nzima inanisogeza mimi. Ni kweli swala la uchumi lazima liwepo. Uchumi na wenyewe uwepo. Mtumishi wa Mungu amesema hapa kwamba tumia pesa vizuri. Ni kweli tumia pesa vizuri. Unaipangilia kweli unatumia, lakini kuna wakati ambao hiyo pesa ndio inaenda kwa uzuri pia, na yenyewe unavyofanya hivyo una mpangilio, sio kwamba unaharibu ovyo ovyo, kwamba ndio uende utumie ovyo ovyo. Ni kwamba kuna vitu ambavyo lazima tutoe ushamba. Unaenda hotelini, kakae hotelini, kula chakula cha hotelini. Pia ujifunze hata ladha ya mapishi ya nje. Kila siku tumezoea tu zile dagaa, dagaa pia. Ukiweka tu mafuta kidogo na kitunguu, tunyanya hata atulainiki hata kulainika. Umeenda jamani.
mili na yenyewe inatakiwa hiyo inatembea. Mili inasoftika. Msosi nao ni wa maana. Msosi wa maana. Ukiona watu wanashamiri vizuri ni msosi. Bwana Yesu asifiwe. Hasa zile nguniani zile majani ya maharage yale kila siku tu na ugali ngwa. Hakuna hata katunda, hakuna hata nini, kila siku kesho nguniani, kesho kutwa Chinese. Figiri na mboga ziko zote kwa wiki. Cabbage. Yaani hapo umebadilisha ni aina lakini ni kile kile. Hata kichungu tumetengeneza kupikia wake zetu. Akisikia labda mapishi tofauti siku hiyo kanatoa moshi. Umeona? Yaani kanabadilika. Kanatoa moshi kwa sababu hakajazoea hata nyumbani. Yaani watoto nyumbani pia wakishaona mapishi tofauti, wakishaona chakula kiko tofauti ndani, unakuta wanacheza step. Wanaruka wanaenda mimi tulivyokuja na ile pizza, mtoto wangu akaenda, nikashangaa tu wenzie wako hapa, mama mkatie naye pizza. Kumbe wanaonaga kwenye video mkatie naye pizza. Akasema haya sawa, subiri. Nikawa na haraka ya kwenda kanisani na wahi baada ya maombi ya mnyororo, sasa na wahi. Kumbe ameshawaambia mama anaenda kuniletea pizza leo. Kwa hiyo wamekuja. Kwa hiyo yani wanakuwa wanafurahi. Leo tunakula leo mama amenunua jogoo. Leo tunakula nyama ya kuku. Leo tunakula. Kwa hiyo wanakuwa wanafurahi kubadilisha mazingira, wapendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tutoke kwenye hayo mazingira. Tutoke. Hakuna ambaye hapendi maisha mazuri hapa. Hakuna ambaye hapendi kula vizuri. Ila tu ni kutoka. Toka kwenye ile mgandamizo wa kula kila siku mboga za majani, kila siku umebadilisha. Yani inayonukia kwenye nyama ndo dagaa. Yani kila siku umeenda sokoni sana, umeenda pale Soweto, tuna tu samaki, tuna tu wa mafungu. Nunua yule samaki mkubwa yule, ukimchemsha anatoa maziwa. Yani unaweza ukala hata bila kuunga. Kwani unza we hao wa matajiri hao. Huko yani mtu anajiwekea mipaka kwamba we huko wenye hela, we hauna hela. Una hela ile kwa sababu hujaamua kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tutoke. Lazima tutoke. Viwango vidogo sio vya watu waliookoka. Sisi ni wa viwango vikubwa kwa sababu fedha, utajiri na heshima. Unapokuwa yani umevaa vizuri, unaheshimika barabarani. Si ndio wapendwa? Unaheshimika. Unaheshimika. Unapata heshima. Kwa hiyo usijiweke chini. Toka kwenye hiyo hali. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuendelee. Sio muda nitamaliza. Muda umeenda. Ngoja nimalize. Lakini pia kuna vipingamizi vya kutoka. Kuna vipingamizi vya kutoka. Vipingamizi vya kutoka katika maisha ya roho ni kwa mfano dhambi. Kuna dhambi, alafu kuna hofu, alafu kuna kuto kuamini. Hivyo ni vipingamizi. Sema kama nilivyosema hapo awali, tutaweza siku jenga kweli hivi tulivyo? Kweli tutaweza, lakini nyumba yako unajenga peke yako. Unajenga peke yako nyumba yako. Lakini kanisa sasa yani unakuta mtu anamwambukiza na mtu mwingine. Mchungaji amesema tunajenga. Anatoa na macho. Yani sisi jinsi tulivyo. Huyu mchungaji hajaomba vizuri. Ajianze. Sisi hatuwezi vitu kama hivyo. Yani wachungaji wengine bwana wanakurupukaga tu. Si hivyo, tunaweza. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza wapendwa, tunaweza. Lazima wewe useme kwamba mchungaji amesema wao wanajenga gorofa. Mchungaji haiwezekani. Kama wao jamani uje na sisi hatuko wengi lakini tunajenga gorofa. Tunajenga sio gorofa la mdomo, ni gorofa la kweli. Tunataka tunapoabudu wengine wako chini wanamwangalia mhubiri chini pale. Wako juu wanamwangalia mhubiri chini. Vitu vizuri ni vya kwetu. Sio wanadini tu wao wanadini.
mjini hao ndio wanakuwa na magorofa. Hata sisi lazima tuwe na vitu ambavyo ni vizuri. Sisi ndio zaidi. Sisi ndio zaidi kwa sababu kwanza sisi tuna ufahamu. Sisi tuna akili. Na hela yetu sisi haiendi kwenye pombe. Wao wanaenda mara wapata hela. Wameenda siku. Lakini bado wanafanya mazuri. Sasa sisi hela yetu haiendi huko. Kwa nini tusiilete hapa jamani? Wapendwa, tubadilike wapendwa. Tubadilike kabisa, tubadilike. Tubadilike kabisa, tubadilike. Tubadilike kimatoleo, tubadilike. Usije kanisani unakauka. Kiswahili cha mitaani wanasema kauzu. Unakuwa kauzu, unakauka. Unakauka tu, wanasema tutoe sadaka afu ndio unapata haja ya kutoka nje. Jamani, sio vizuri. Yani na sadaka unajua Mungu Bwana mzuri. Yani sadaka huwa inaandaliwa nyumbani. Ukija kanisani usichange hela kwamba mimi wewe nipe hapa mchungaji kuna ujenzi 5,000 hiyo sasa. Kuna ujenzi, kuna wengine eti shilingi 2,000 anaiandikia kwenye kikapu cha sadaka. Anaandika shilingi 500. Anakaviringisha afu anaenda anaweka mle. Kwa hiyo anaanza kumuita fulani nani anaenda anatoa 1,000 anamrudishia 500. Jamani. Kanisani kwa Bwana kweli. Jamani, tuende hospitalini kule. Kule hela zinamwagika. Amen. Biblia inasema weka hazina yako mbinguni. Amen. Lakini watu wako radhi kuweka hazina duniani. Yaani hapa kiumwa tu mtu hapa. Itokea tu hapo. Laki imeshapatikana. Mtoto anaumwa yaani anaamini aende papa. Ana simu. Wewe una dharura hapa. Naomba mtoto anaumwa naomba hata 20. Unakuta 50 hiyo ikusaidie. Hiyo hela inapatikana. Lakini kusema kwamba akope kwa ajili ya nani? Aombe kwamba jamani, yani mwenzio hapa yani kuna ujenzi kanisani yani sijisikii vizuri kabisa. Nisipotoa naomba nisaidie ndugu yangu. Yani hiyo hakuna. Mtu anatafuta hela kwa shida yake. Na unakuta ndo maana mambo yanakuwa hayaendi kwa sababu watu hatujibidishi kwa ajili ya mambo ya Mungu, tunasubiri mpaka itakapotokea. Yaani mpaka itokee mtu ndo anakuja anatoa. Lakini ile kufight kwamba leo kuna ujenzi leo. Ngoja ninunue hizi ndonya 5 nipeleke kanisani kwa sababu kuna kazi kanisani pale tunafanya. Nipeleke. Leo mchungaji Jumapili alitangaza hivi. Siwezi kwenda kanisani Jumapili bila kuwa na hela yoyote. Lazima ni fight hata nipate 10,000, 20,000 nikatoe kwa ajili ya ujenzi. Mchungaji amesema tunajenga na hatuna hela. Sisi hatuna vya ufadhili wapendwa. Yaani ufadhili ni mwiko sisi kwetu. Ni dhambi. Kwa sababu sisi Mungu ametupa akili, Mungu ametupa roho. Roho Mtakatifu tunaye. Na Mungu ametupa nguvu za kufanya kazi. Kwa hiyo sisi tunajifadhili sisi wenyewe. Natafuta hela natoa. Na kama utaki mtu ajue kwamba umetoa, kwa sababu kuna watu wanavunja moyo, kuna watu wanakatisha tamaa, ni maagent. Akishaona umetoa labda 1,000,000 kanisani ifanyike. Yaani wewe umetoa hela yote, una kazi ya kufanyia hela. Yaani unapeleka hela yote hiyo kanisani? Sasa peleke shilingi ngapi jamani? Apeleke shilingi ngapi? Na kanisa hatujengi kwa shilingi 1,000, tunajenga kwa mamilioni ya hela. Kwa hiyo milioni inanihusu mimi. Yaani si katika kuahidi pale. Tumejilipua si kwamba unaahidi eti nitamtumikia Mungu kwa mwaka mzima 50,000. 50,000 kwa mwaka mzima? Yaani 50,000, unaanzia milioni kwenda juu. Mwaka mzima kweli? Na mchungaji wetu sasa alivyoanza, yani vile kiwango chako unachotoa ndio hicho. Yani unapotoa pakubwa ndipo Mungu anapokupa zaidi. Mungu hawezi akakupa hela ndogo wakati umeahidi kanisani nyumbani mwa Bwana kwamba nitatoa shilingi 5,000,000 alafu akakupa 100,000. Ukuomba kwa Mungu. Huyo sio Mungu. Amen. Sio kabisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jitahidi mtu wa Mungu. Naomba nimalize na
nimalizie tu kwamba kuna aina kama 3 tu, ni chache ambazo nimeandika, aina 3 ya utumwa. Aina 3 ya utumwa. Naomba niende kwa haraka, muda umeenda na mimi sipendaki kuenda mbali na muda. Aina 3 ya utumwa ni baadhi tu, ziko nyingi lakini naomba tuchukue tu hizo 3. Aina 3 ya utumwa. Tabia. Aina ya kwanza, tabia. Kuna utumwa tabia katika familia, tabia ya kwenu. Kuna tabia fulani ambazo ziko kwenu. Kuna tabia wengine waizi, wadokozi, wengine tabia ya umalaya, huko kanisani, lakini familia yako ina tabia hiyo. Kwa hiyo lazima wewe utoke huko na uitoe familia yako. Kuna tabia nyingine, umasikini. Masikini. Wewe unaufahamu, wewe umeokoka, lazima utoke wewe huko, na pia utaweza kutoa hata familia yako kwenye hali hiyo. Nimesema hapo, wewe hujawahi kwamba ule kuna sausage wanaita sausage, usijue hata jina, kwa sababu hujaamua kufuatilia na kutoka kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo umasikini pia utakufanya wewe uishi maisha ambayo hukupenda, ila tu utaishi kwa sababu ni maskini, huna uwezo, utaishi tu hapo. Lakini sasa ukiwa na ufahamu, toka kwenye hiyo hali, toka kwenye utumwa wa umaskini, unatoka. Kitu kingine ni magonjwa. Magonjwa. Kuna familia zina magonjwa. Yani magonjwa, huyu mgonjwa. Kuna mtu mmoja kule kwetu, nikawa nawaza, yani alizaliwa vizuri tu, wako vizuri na mama yao, yani ikaja kama sijui ni laana, sijui ni nini kwenye familia. Kaanza mama anatembea anavuta hivi miguu, yani ni hivi. Kakuta tena mtoto wake wa kiume na anatembea hivi. Ni nini? Akaja tena mwingine naye anatembea hivi. Kasa hii ni hatari. Kwa hiyo yani unakuta kwenye familia kunakuwa na vitu kama hivyo. Sasa mtu wa Mungu lazima utoke kwenye hayo maeneo. Toka kwenye huo utumwa wa magonjwa. Toka, wewe Mungu amekupa ufahamu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tumesikia wapendwa. Tumesikia ujumbe wa Bwana. Tumesikia ujumbe wa Bwana. Ninaamini tutatoka kwenye viwango hivi ambavyo tunavyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ulikuwa hujui kushuhudia, basi toka kwenye hiyo hali. Nenda shuhudia, mwambie Yesu anakupenda. Shuhudie mtu, mwambie Yesu anakupenda. Wewe kuna maeneo unakaa, kwa nini naye huyo unayekutana naye usimwambie habari za Yesu? Mwambie Yesu anakupenda, twende nyumbani mwa Bwana. Twende ukaone. Kama hujui kusema, basi wewe mwambie tu twende ukaone. Unajua leo kuna kitu ambacho hujawahi kiona, twende ukaone. Huyo mtu anakuja, nikaone nini? Twende ukaone ndugu yangu, twende ukaone, nitakupitia, twende ukaone. Na akija hapa anakutana na neno la Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Basi Mungu awabariki.